Naomba wote tusalimiane mbele ya mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muangalie jirani yako asiyenyosha mkono, muulize kama ni mchawi au yukoje. CCM hoye! Magufuli hoye! Tabiko Magufuli, tabiko! Tabiko Kinana, tabiko! Tabiko CCM, tabiko! Tabiko Kikwete, tabiko! Tabiko Monaban, tabiko! Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya CCM. Mheshimiwa Kanali Abdulrahman Omar Kinana, mwenyekiti wa kampeni ya mgombea urais na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, ndugu wagombea ubunge, ndugu waasisi wa Chama cha Mapinduzi, ndugu wananchi wote, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu wananchi, Waswahili wanasema chanda chema huvishwa pete, na si stahiki kichwa cha jogoo kuvishwa kilemba. Naomba nianze kwa kuwapongeza wananchi wa Arusha kwa kuendelea kuonyesha imani kubwa kwa Chama cha Mapinduzi na imani kubwa kwa Dr. John Pombe Magufuli kiasi cha kuleta mafuriko katika uwanja huu wa Sheikh Amri Abeid. Jipongezeni unyinyi wenyewe. Nataka niwahakikishieni, kwa kuwa mkutano wetu uko live na dunia inaangalia, hatuna sababu ya kueleza au kumfikishia ujumbe mtu yeyote kwamba uwanja huu umejaa au kujaa, kwa sababu wanashuhudia huko alipo. Kwa hiyo kama kuna mtu alifikiri Arusha hawampendi Magufuli, hawaipendi CCM, leo mnawapa majibu ambapo hawana haja ya kuandikia mate. Wino ndio huu. Niseme nisiseme? Ndugu wananchi, tunapofikiria kumpata mgombea urais wa nchi yetu, lazima tujue kwamba kura zitapigwa katika mikoa yote 32 ya Tanzania. Mikoa yote ya Tanzania bara na mikoa yote ya Zanzibar. Na mimi nawahakikishieni, mikoa 25 hatugawani na mtu, anachukua Magufuli peke yake. Leo Mheshimiwa Magufuli ameshuhudia mafuriko ya Monduli, ameshuhudia mafuriko ya Karatu, ameshuhudia mafuriko ya Longido, na sasa anashuhudia mafuriko ya Arusha mjini. CCM hoye! Nimesema tunapofikiria kumpata rais wa nchi, ushabiki wa vyama, ushabiki wote wa kundi lolote, kwa misingi yoyote, kwa misingi ya ushawishi, kwa misingi ya ueneo, kwa misingi ya udini, kwa misingi ya rangi, lazima tuweke pembeni, tuweke maslahi ya nchi mbele. Mwalimu Nyerere alituachia wasia katika mkutano mkuu wa Chimwaga mwaka 95 wakati tunampata rais wa awamu ya 3. Ametumia maneno ambayo siku hizi wapinzani wanayatumia nusu. Alisema Watanzania wasipoyapata mabadiliko ndani ya CCM watatafuta nje ya CCM. Nataka niwaeleze leo mjue mabadiliko aliyokusudia kuyaeleza baba wa taifa. La kwanza, kwa kauli yake alisema Watanzania wamechoka na rushwa. Tunataka rais tunayempeleka Ikulu, tukiulizwa huyu anachukia rushwa, useme mwenyewe kwa kujiamini ndio. Na mimi wa CCM na ninyi mlioka hapa ni mashahidi, ukiulizwa Magufuli anachukia rushwa, na mimi niwaulize, Magufuli anachukia rushwa? Nyosheni mikono mnaosema Magufuli anachukia rushwa. Piga makofi kwa Magufuli.
Tunataka rais wa nchi yetu ambaye ataendeleza vita dhidi ya rushwa, ambaye atahakikisha rasilimali za nchi zinakuwa kwa manufaa ya Watanzania, na si mwingine ni Dr. John Pombe Magufuli. Hatuna haja ya rais ambaye atafifisha vita dhidi ya rushwa. Tunataka rais ambaye ataleta ustawi kwa Watanzania, kwa kuunganisha Watanzania bila kujali maeneo ya nchi, bila kujali dini ya mtu, lakini huyo si mwingine ni Dr. John Pombe Magufuli. Niseme nisiseme, mji wa Arusha, Mheshimiwa mgombea urais, una Watanzania makabila yote ya nchi hii. Kweli si kweli? Una waumini wa dini zote za nchi hii. Kweli si kweli? Naomba niwahakikishieni, mtu atakayetufanya tuendelee kuishi wamoja na kushughulikia mambo yetu ya msingi ya kuwatoa Watanzania kutoka umaskini na kuwaingiza katika uchumi wa kati, kuhakikisha kwamba yanakuwepo mapinduzi ya uongezaji wa tija katika sekta zote za uzalishaji, si mwingine ni Dr. John Pombe Magufuli. Ndugu wananchi, niwahakikishieni wananchi wa Arusha, mimi pia ni mkazi wa Arusha. Miaka ambayo mlikuwa likizo, miaka ambayo Arusha ilikuwa katika vurumai, miaka ambayo hata watalii walikuwa halali mji wa Arusha kutokana na maandamano yaliyokuwa yakiongozwa na viongozi wa upinzani. Leo nataka niwape siri kwamba mazungumzo haya yalikuwa yanaongozwa na nani. Niseme nisiseme? Niwaulize, kuna maandamano yote mlisikia Moshi mjini? Ndio Sambura aliwaambia Chadema, Moshi mjini maandamano hakuna, nataka watu wangu wazalishe, wajipatie kipato, waweze kusonga mbele, na kama hiyo mnachukia nifukuzeni Chadema. Hakuna maandamano yaliwahi kutokea katika jimbo la Moshi mjini, wala hai kwa Freeman Mbowe, ila maandamano yote yalikuwa yanaletwa Arusha mjini. Mnajua sababu yake ni nini? Sababu yake ni nini? Kuna dili imefanyika kati ya viongozi wa Chadema wa eneo hili pamoja na wafanyabiashara wa Nairobi na baadhi ya wafanyabiashara wenye hoteli za kitalii Moshi mjini. Wakasema anzisheni vurugu Arusha ili watalii wakija wakituakia waruke Arusha, waenda mbuga za utalii, waenda Nairobi, warudi Moshi mjini, Arusha mbaki maskini. Sisi moye, muogopeni Lema kama ukoma. Chagueni chaguo lenu Mwanaban, mtu ambaye ni mtulivu, mtu makini, mtu mahiri. Niwaulize watu wa Arusha, wakati wa Felix Mrema FM kulikuwa na maandamano Arusha? Wakati wa Lema kuna maandamano? Hakuna. Mwahirisheni aende akafanya biashara yake ya zamani ambayo kwa leo na msitiri, kwa sababu Magufuli yuko hapa, na mbele ya Magufuli sitaki kufichua siri zingine za hovyo, na ziacha nitawaeleza siku nitakapokuja kuhutubia mji wa Arusha. Sie moye. Niseme nisiseme? Ndugu zangu, mwalimu alisema mtu akitaka kujihalalisha kwa udini, kwa ukabila, kwa ueneo, mtu huyo amefilisika kisiasa. Sisi mhoye. Mimi ni Mtanzania, Mkristo, Mluteri, iliwahi kuwa rais wa UKWATA Tanzania nzima. Hata siku moja sijawahi kusimama uwanjani nikaunadi uluteri wangu, nikaunadi Ukristo wangu, na nadi sifa zangu na rekodi yangu ya kushughulika na matatizo ya watu wangu wa jimbo la Simanjiro. Na ndio maana kila mwaka wamekuwa wakinipitisha kwa vipindi 3 mfululizo. Lakini kubwa kuliko yote, niseme nisiseme, Dr. John Pombe Magufuli anawapenda Watanzania kwa dhati. Ana dhamira njema na nchi hii. Amejitolea muhanga katika miaka yote 20 ya kuwa katika baraza la mawaziri. Wizara zote alizokaa Dr. John Pombe Magufuli hakuna kashfa yoyote. Hata wapinzani wameshindwa kumnyoshea kidole. Sisi moye. Sasa nataka niwaambieni, ogopeni vyama vinavyowagawa
kwa misingi ya udini, kwa misingi ya udhehebu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuishi na mtu mmoja alikuwa anamfanyia vituko, anaweka vinyesi na miba kuzunguka nyumba ya Mtume. Siku moja yule bwana alipokuwa mgonjwa mahututi, Mtume Muhammad alikuta mazingira ya nyumba yake ni mazuri. Akauliza, huyu bwana yuko wapi? Akamwambia, huyu bwana ni mgonjwa mahututi, nionyesheni nyumbani kwake. Mtume Muhammad akaongozwa mpaka pale. Hodi, karibu. Wewe nani? Mimi Muhammad. Jamaa anasema, siku zote nakufanyia vituko, lakini leo mimi mgonjwa mahututi unakuja kunijulia hali. Kutoka pale, kutokana na vitendo vya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yule bwana alishahadia na kupiga shahada la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Sisi moye, Biblia inasema yeye ala simdharau yeye asiyekula, na yeye asiyekula simdharau yeye alaye. Inakuwaje katika karne ya 21, katika miaka zaidi ya 50 ya uhuru, wanasiasa wengine wanataka kujihalalisha kwa misingi ya udini? Ogopeni kama ukoma. Arusha hoye! Baada ya kusema hayo, nataka niwaambieni, fanyeni, jiungeni na Watanzania wote. Jiungeni na Watanzania kumchagua Dr. John Pombe Magufuli. Hatari ya kuchagua chakula ambalo una hakika litaanguka. Kesho mkikutana na mtu baada ya matokeo, ukimwambia vipi bwana, anasema anakasirika, maana nafikiri unamuuliza kule kuanguka kwake. Sasa usitafute huzuni ya miaka 5. Jiunga na ushindi, jiunga na Watanzania, chagua John Pombe Magufuli. Mungu awabariki, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Arusha. Sisi moye! Wangapi mtampa kura Monaban? Wangapi mtampa kura Monaban? Pigeni makofi kwa Magufuli na Monaban washuhudie. Na washukuru sana. Mungu awabariki. Muda sio rafiki yetu sana. Ningetaka niseme mambo kadhaa, lakini nitayasema katika siku za usoni. Mungu awabariki. Asante.